Mungu wa baraka ni Yesu. milele wa baraka ni Yesu. Milele wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa baraka, 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 wa uzima, wa uzima, wa uzima, wa uzima, wa ushindi, wa ushindi, wa ushindi, wa ushindi. Somebody dance. Mikono juu. Haya. Na malizo tu kidogo. Kwenda chini. Chini. Teremka. Haya. Chini. 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 Haya. Panda. 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 Chini. Panda. Thank you. Thank you. Father, we thank you. We give you glory and we give you worship. We thank you this wonderful morning that you've given us, God. I pray that you use me as a vessel just to preach the word. Exactly what you want me to preach. Guide me to teach your people. Guide me, Father, to deliver your message as per to your wish. In Jesus' name, somebody say amen. Munaweza kuketi. Tumushangilie Yesu kidogo. Thank you. Thank you. Thank you. Na kuna mtu aliguza hiyo kitu yangu. Leo nataka tuangalie kitu na Kisugu wanasemanga family foundation. Na Kiswahili tunasema misingi ya kifamilia. Na Kikuyu tunaita midhigi ya mushie. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni kitu cha muhimu. Somebody to go and correct the mistake there. This is the highs and hizo mbili. Sijui mnaguzanga vitu. The family foundation. Tutazungumzia kwa undani kidogo ni nini kinasababishanga family zinakuwa na misingi ambayo inatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna familia ambazo tuko na misingi ambayo inatawala katika familia zetu. Na tumejaribu kujiondoa kwenye ile misingi, nothing is working. Tumejaribu kupambana kutoka, unakuta kila wakati tunajaribu kutoka kwenye misingi. Inaturudisha tu ndani ya yuko. Unangangana unaomba, the more you are praying, the more you are finding yourself in trouble. Penye unaendelea kuomba, kutoa dhabihu, kupigana, kuenda makanisa, umetoka kanisa moja mpaka nyingine. Not because hakuna Mungu. Mungu wako kwa kila mahali. Hata kwenu kwa village, wacha nayo. Punguza kidogo. Hata kwenu kwa village utakuta bado kuna hiyo shida. Na utoke hapo. Toka hapo. Toka sasa. Toka na ufunge. Na wabii wafunge. Ataharibu tu. Atatengeneza tena haribu. Misingi ya familia ni nini? Ni msingi gani inatawala kwenu? What is the foundation that rules your family? Hiyo maisha unaishi ni maisha yako ama ni maisha ya wenyewe?
Ni maisha ambayo wewe ndio ulianzisha ama ilianzishwa na watu wengine? Why are you suffering? Ni kwa nini una kilio kwako? Ni kwa nini kuna mateso kwako? Ni kwa nini kazi imekosa? Umesoma, watoto wako wamesoma, familia yenu nyinyi mmesoma, you are so well educated but jobless. You are so well educated, lakini hata kaakili kakuweka biashara hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utakuta hata kaakili peke yake kakuweka biashara hakuna. Umesoma huko na degree, watu wenu wako sawa katika masomo, mumefika mpaka university, lakini wengine unakuta mtu ni makaka, mwingine unamkuta ni mtu anachimba choo kule village, mwingine unamkuta ni nini, ni mtu ambaye ni mwizi, mwingine hata anabadilika na kuwa conman. What could be the challenge? Ni shida gani hiyo iko kwenu? Ati mlango umefungwa, milango ya familia yote unakuta imefungwa. Baba, unakuta baba mwenyewe ni mlevi, ni wa monyota. Mama na yeye ni ule mwingine na moshene na juko. Guka, unakuta guka hata kujipatia chakula hawezi. Umezaa watoto wanakaa hapo hakuna mtoto anaweza kusaidia mwingine, hakuna mtu anaweza kuwa baraka kwa mwingine because of challenges. Sasa hiyo ndio nataka leo tuulizane, what is the reason tuko na milango imefungika? Ama wewe ni umenyaga kwenyu kuna milango imefungwa? Ni umenyaga maisha mashirika ya katima yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Si mtoto tumesema waende huko, peleka mtoto huko, umwache huko, mama mkae naye hapo, kwa sababu kuna klasi ya watoto na huko bigiji pale kuna lollipop, kuna vitu wanakula hapo, so take sure that kid kule anafaa. So for you to succeed in life, you must be able to deal with the sum of the foundation. Ndio ufaulu katika maisha yako. Kuna vitu, kuna misingi ya kifamilia lazima ushinde. Kuna misingi ya kifamilia lazima uiangushe chini, ianguke. Ndio utenganishwe na umaskini ile unaonanga kwenu. Ndio utenganishwe na magonjwa ya kwenu. Ndio utenganishwe na laana ambayo inaoperate ndani ya kwenu. Nataka tuangalie kitabu cha Exodus. Kitabu cha Exodus ndio kuhama. Ni kuhama. Exodus 23 verse 25 to 30. Exodus 23 verse 25 to 30. Inasema ameweka tena ya Kikuyu, Hosea. Tulihama Kikuyu. Tuko dhama. Exodus 23 verse 25 to 30, medial people. Imeshidikana. Wacha tusome ile tuko nayo manual. Tunaongea mambo ya misingi, na sasa mtu anaweza kuwa kuna hiyo misingi. Sasa tunafikiria tuko sawa, kumbe we are not correct. Exodus 23 verse 25. Na inasema hivi: You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. Wameshindwa kabisa. Nilikuwa nataka Kiswahili. Nani hakuna Kiswahili? Wanasikia? Si ati wanafunga milango, si wanaongea na ule wa kamera. Kuna joto mingi sana, fungua madirisha. Inasema hivi: nanyi nitamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, na nitakuondolea ugonjwa kati yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema
utamtumikia Mungu wako. Wakati utafika wa kumtumikia Mungu wako, naye Mungu wako atabariki chakula chako na maji yako na atakuondolea magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha kama wewe ni mgonjwa, ujue bado hujapata baraka ya mbinguni. Kama wewe unakosa chakula, kuna tatizo. Maana Mungu anasema utakapomfuata Mungu, utakapokaa kwa mapenzi ya Mungu, nanyi mtamtumikia Bwana. Bwana Yesu anasema, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtamtumikia Bwana. Na katika ile hali ya kumtumikia Bwana, basi naye Mungu atabariki chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning that when you are serving God, wakati unamtukuza na unamtumikia Mungu, kuna vitu lazima vikuje. When you are serving God, kuna vitu haviwezi kukupata. When you are serving God, kuna mambo ambayo yanajilete, maana you have a good relationship with God. When you are walking and you have a good relationship with God, it means all the blessings of heaven. Exodus inasema Deuteronomy 28, or when we follow God and worship him diligently, faithfully, these are the blessings that follows you. But when you don't worship, when you are not diligent to God, when you are not observative to follow the teachings of God, then this is what? Failures of your life. So inasema nanyi mtamtumikia. Kwa hivyo kuna masharti, there is a condition. Kuna masharti ndio Mungu aachilie baraka. Kuna masharti ambayo lazima tuyafuate, tuyaige. Na masharti ambayo lazima tuyaige yanasema nanyi mtamtumikia Mungu. Na kwa kumtumikia Mungu, what happens? Naye atakibariki. Sasa natupeleka wapi? Naye atakibariki chakula chako na maji yako. Kumaanisha chakula na maji ni muhimu sana katika ulimwengu wa mbinguni. Chakula na maji, it is the most crucial thing that we need in life. Without water you cannot survive. Without food you cannot survive. Bila maji, chakula, hiyo unasema mimea haiwezi kumea. Wewe mwenyewe 70% of your body is water. Meaning anasema katika mwili wako, maisha yako na vitengo vyako vya kimaisha vyote vitabarikiwa kwa sababu ya kumtumikia. Na ndio tunaulizwa wakati tunakuja kanisani, do we come to church because it is Sunday? Do we come to church because it is a day we come just because tulikuta mama yangu akienda Sunday, baba yangu akienda Sunday, ama Sunday ni siku ya kwenda kanisa? Do we serve God or we come because it is Sunday? Tunakujaga kanisa kufanya nini? Do you serve God? Do you follow God because of what is giving you, or you are following God because it is Sunday, or you are following God because it's God? What kind of a worship do you have? Why are you here today? Are you here because madhabahu imevujika na unasikia Waruge na zungumziaga mambo ya madhabahu? Are you here because you have a problem? Are you here because kazi yako haifanyi? Umeajiriwa kazi haifanyi, mume ameleta shida, biashara imeanguka, ndio kwa maana nimekuja dukata yaga iodirikane walio kiugo kimwe. Are you here because of a problem, of a challenge? If you came to church kwa sababu uko na tatizo, then you are not worshiping God. It is the problem that brought you here. Had you not any problem, then you will not be here. Haungekuwa hapa kama si matatizo. Matatizo ndio imepeleka watu kanisani. Ukosefu, umaskini, magonjwa ndio yamepeleka watu kanisani. But we are supposed to God, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula. Kwa maanisha ya kwamba chochote unachokifanya, iwe ni biashara, iwe ni familia, wherever you are,
Kama unamtumikia Mungu, things will follow you. Seek ye the kingdom and its righteousness, and the rest shall be added unto you. Ukamtumikia Mungu na mienendo yako, tabia zako na utukufu wa Mungu na kila kitu ukakiweka pamoja katika ibada zako na Mungu. Maana wakati tunapofanya ibada za kiungu, ni kumaanisha tunashirikisha maisha yetu, tunashirikisha wanyama wetu, tunashirikisha biashara zetu, mashamba yetu na kila kitu katika Mungu. Naye Mungu kwa sababu ya hivyo tumefanya, anatupatia kibali chake. Kibali cha Mungu kinakuja kwa sababu ya ibada tunayoifanya. Ibada isiyokuwa kwa sababu ya matatizo. Ibada isiyokuwa kwa sababu ya kile kitu nataka Mungu akufanyie. Ibada kwa sababu tunafanya ibada kwa sababu tunakuja ibada ya Mungu. We have come to serve God, not because of what he's giving us, but because he is God. That is the condition for you to succeed in life. Wewe ndio ufanikiwe kwa lolote. Ukiona kwako unakosa chakula, ni kwa sababu hauna mahusiano na Mungu. Tafuta kwanza mahusiano. Na ukiona katika yale mahusiano hayaingii, kuna vitu haviingii katika misingi yako, katika familia, katika kazi, katika jambo lolote, you are struggling to be where you are, kuna tatizo. Na hilo tatizo ndio tunaita a foundation in your family. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa from there, that is where ujue ya kwanza Mungu alisema atakubariki. If you are worshiping God, unamtumikia Mungu vizuri, unafanya kazi mzuri, naye Mungu amekibariki chakula chako. Kwa hivyo kazi ukifanya itapatikana. Ukienda kutafuta kazi itapatikana. Ukianzisha biashara itapatikana. Ukifanya jambo lolote, hata utoke hapa uende desert, kule kanisa katikati ya desert, utapata mayai ya kuku pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu uko na mahusiano. There is a relationship that you have with God. Meaning God will never deny you. In the Deuteronomy 28 nasema, if you diligently follow and faithfully be a follower of God and do as God wishes, then this blessing shall follow you and overtake you. Meaning there is a condition for us to have a relationship with God. And being in a good relationship with God, kuna mazao. There is a blessing out of it. So if you are struggling, if you have challenges in your life, it means kuna kitu imekutenganisha na Mungu, si Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hauna kazi, ujue si Mungu amekunyima kazi, maana amesema tukimtumikia. Na kuna nini kinafanyikaga ndio tukosa kumtumikia? Hiyo ndio tunaangalia, maana kuna kitu between you and the God. Maana Mungu alisema katika Genesis 1:28 akasema na nikawabariki, na akabariki mtu, mwanaume na mwanamke wakabarikiwa, na wakaambiwa miliki dunia, mtawale dunia, wanyama wa angani, the fish of the sea, the plants of the sea, all these have been given to you. And he blessed them. So meaning from the word go, you are operating on a blessing. But what is this that has stopped you from a blessing? Ni nini imekuzuia from the blessings, the earthly blessing? Maana amesema chakula. Akisema chakula atakibariki, ni kumaanisha dunia itakubali. Dunia imekukubali. Lazima ndio chakula kipatikane, kazi itapatikana. Ndio chakula kipatikane, biashara itafanyika. Ndio chakula kipatikane, watu wa dunia watakupatia. Ndio chakula kipatikane, utakuta there is favor, unconditional favor. Na chakula kikikosekana, it means there is a hindrance. There is a problem katikati yako na Mungu. Maana Mungu upande wake he has done his part, but upande yako labda na wewe umefanya your part. But what is this that is separating you from your food? What is this that's separating you from your successes? What is it that's separating you from achievements, the achievement that you require? There must be something. Kuna kitu, there is a condition between you. Ukiona kazi yako umeinua inaaguka, umeanza watoto wako wameenda kutafuta kazi, ukifanya kazi miezi miwili, kazi hiyo wanapoteza kazi. Ama unakuta mtoto anakunywa pombe, anasahau kwenda kazini, inapotea. Ama wewe mwenyewe wakati tu umepata kazi ndio magonjwa kakini kanakuja. Inasemekana you are needed urgently, and because you cannot be found urgently, wanatafuta mtu mwingine. Kwa nini? Kuna kitu.
There is kitu kimesimama kati yako na Mungu. Kuna kitu kimesimama kati yako na baraka zako. Kuna kitu kimesimama kati yako and your success story. There is something that is hindering the success story because God has confirmed. Nanyi mtamtumikia Bwana. Na Mungu wenu naye atakibariki chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea magonjwa aina yote. When you have water and you have food, what happens? Mungu naye anakuondolea bado mpaka ugonjwa. Magonjwa aina yoyote utakuta hayapo. Hautaumia, hautaangamia. Kile kinaweza kukupata zaidi ni uzee. Shosho ya mkoropiwa. Adire kwa. What? Huyo ni miaka ngapi? Huyo. Huyo mko naye mmekaa naye hapo. Nakuuliza huyo ni miaka ngapi huyo? Nani mzee zaidi hapa? Nani yako na miaka 100? Miaka 100? Hakuna wa 100? Simamisha wa 99. Wa 100 mzee kuja hapa. Kijana. Nika kijana kaka. Nikira kedra tale enoka. Nauka. Nitaka nyamuka. Tali. Takahua. Deko. Wena miaka igana? Ya? Igana nake? Nenana 108. Biblia nasema nitabariki chakula chako na nitabariki maji yako, kisha nitakuondolea magonjwa. Huyu mzee ukimwangalia hana sukari, hana pressure, hana magonjwa. Yaani ugonjwa ile yako nao ni uzee. Macho labda inaweza kosa nguvu kwa sababu ya nini? Ya uzee. Lakini si kwa sababu amevaa macho ine. Ninaona watu wadogo hapa mumevaa macho ine because you cannot be able to see properly. But for him ako gagari, unaona amekaa kama askari. Kama ni wewe saa hii na miaka hii, tungekuitishia kiti ndio tuweze kuongea nawe kama umekaa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mzee anaangalia, naona niona kule arudi kule nikekele. Sio nani. Lakini kuna mwingine ataanza kufanya. Bwana Yesu ataboika lele. Ya microphone hiyo okay. Atakuondolea, maana amemuondolea tatizo. Amemuondolea magonjwa. Amemuondoa kwenye mambo ambayo yamekushinikiza wewe kuishi kwenye hospitali. Most of you hapa handbag zenu ni kama chemist. Hakuna type ya dawa, hakuna. Handbag zenu ziko na hizi za nini? Za miti ni dawa. Handbag zenu ziko na hii zinaitwa nini? Hizi siazi zako kwa chemist zinauzwa zinaitwa nini? Supplement. Kwa handbag hapa nikifungua nyinyi hapa nikiwakusanya, mumwage handbag hapa. Kesho tunafungua chemist. Na tutatajirika. Maana utajiri mingi na pesa nyingi zimeenda kwenye chemist na mahospitali. Kwa sababu hamukuondolewa ugonjwa kati yako. Wewe na magonjwa ni kitu kimoja. You are good friends. You are walking because there is a challenge. Maana Mungu alisema nitaondoa. Na ikiwa haijaondoka si Mungu mwenye problem. There is a challenge. Najaribu kusisitiza hapo ndio uweze kuelewa where we are heading to. 26 please. So that we can be able to move. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa kati ya nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. That hakutakuwa na nini? Hapata kuwa mwenye kuharibu. Hamutatoa mimba. You shall not abort.
hakuna wala aliyetasa, hakutapatikana tasa miongoni mwenu. Mkifungua biashara sitafanya, maana nyinyi si tasa, mikono yenu imebarikiwa. Mkitafuta ndoa zitapatikana, maana hauna roho ya utasa ndani yako. Ukianzisha jambo lolote litafaulu, maana katika ndani yako hauna roho ya utasa. Lakini kama jambo halifanyiki, kuna roho ya utasa ndani yako. Kama haupati kazi, kuna roho ya utasa ndani yako. Kama biashara unaanzisha inaanguka, kuna roho ya utasa ndani yako. Ataondoa roho za nini? Za utasa. Ukiwekelea tu biashara, hata kama ni shilingi 1,000, in 2 months unakuta uko na 5,000. Because una roho ya nini? Ya kuzalisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema hapata kuwa, it is a statement. Hapata kuwa mwenye kuharibu mimba. Sasa angalia, hawa mama wale wako hapa wote, wachana hawa wazee, nyinyi hawa .com nyote, ni nani hajakunywa dawa ya family planning? Ainue mkono juu. Wacha ule kama uko fresh kabisa wachana nayo. Tunasema wale hujakunywa dawa, maisha yako hujakunywa dawa ya family planning. Maisha yako yote, inua mkono juu mwenye hujai kunywa madawa ya family planning. Yes, ukiangalia hawa watu hawana watu. Lakini wale wote mmekunywa dawa, mmeharibu mimba, maana dawa imeingia tumboni mwako kuharibu mipango ya Mungu iliyo ndani ya tumbo yako. That is the reason. Kwenda kudestabilize the hormones na kila kitu ndani ya mwili wako, kwa sababu tabia zako ni za kiovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tabia zako, you don't trust yourself. You cannot program yourself because you don't understand yourself. That is why unakunywa dawa, because tabia zako zinakwambia kile kitu umekifanya sio kizuri. Kwa hivyo kunywa dawa, hiyo mbegu ambayo imewekwa ikufe. Kwa hivyo wewe na muuaji hamuna tofauti. Mwenye amekunywa dawa ya family planning ni muuaji kama yule ako Kamete. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahesabiwa, maana Biblia inasema hapata kuwa mwenye kuharibu mimba. Kwa hivyo Biblia ilijua mtakunywa madawa, au sio? Biblia ilifanya nini? Mungu alijua mtakunywa nini? Madawa ya family planning. Sababu kukunywa dawa ya family planning ni kuua. Todo lake nywaneke. Uranywa niguo kigeke. Simunijibu. Watu wa biguni, simunijibu. Barokore. Heavenly stairs. Unakunywa dawa ya family planning kwa nini? Ndio usipate mimba. Kwa hivyo ni nini kitafanyika kwa tumbo ndio mimba isifanyike? Nikegewekeka. You have to kill the seed that is meant to germinate. Hello. Ogwo we na mundu uria we Kamete muri utiganu. Uria oheirwo Kamete akahingirwo, wewe ohetwo Kamete yaja kaba uria we Kamete. Kwa sababu wewe umefungwa kwenye laana, milango yako yote imefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaonekana tu ukitembea, lakini ile shida uko nayo afadhali wakatebora. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wamehesabiwa ya kwamba hawatauona ufalme kwa sababu ya mambo ambayo wameyafanya. Sasa wachana na huyo wa family planning ile ya kudisorganize. Kuna wale wanakulaga ile inaitwa P2 na msiniulize nilijulia wapi. Na kuna wale wengine wanatoa, wanasikia kako ndani wanakatoa. Those are murderers. You are carrying a curse. Umemwaga damu kama muuaji. Na ndio kwa maana milango yako ilifungwa. Wewe na mtu aliyefanya abortion, nyinyi ndio sawa. Na mtu aliyekamete aliua, you are one and the same. So ukienda kusema ati mudosho ni muragani, waba kwitara uragite bego cigana.
umeua mbegu ngapi kwa mwili wako kwa sababu shosho yako shosho wewe alimwagani mwathani agocwo acio tigana nake tene ni mwanyuaga dawa cia purani mwekaga atia ciara o mwana haria Ngai akuhera tutire kindu twanyuaga mwachi mwagaga ku ciana ciagaga kugia niki mwekaga nigetha gutikage ciana itikage uguo no Ngai wa mubangaga na akamubanga wega mikore ino nayo ri irarega kubangirwo ni Ngai niki ino mikore irarega kubangirwo ni Ngai niki lego acio ni Ngai wa mabangagira wanyita ndanyuaga dawa na muthendera gwatiriri ati aca tweteragirire aha Ngai niwe wabangaga na akabanga wega ati gaka geguka taugirora gwitu ri tutiganite na miaka ina wanyita 4 years apart na muthee uyu ri ni muthee wakorogwo nyumba iriko ndari nyumba ingi noyo na mucio ucio ngiri ona guo matiganite 4 years apart guku kwa ciaro mwaka uyu na guku no gwa ciaragwo mwaka uyu ni oyu kubanga na nirika ririko na ndiramuriye ithi watufa niki ni dawa wanyuaga anjira aca ona ndari ahutani na dawa ici na mutumia ucio ena miaka igana riu ria 10 100 na ni muyangi gugukira ukurete gumukira leo unaujiuliza huyu Mungu alikuwa anawapanga anawapangia alienda wapi kwako alihama kwa nini koki huyu Mungu alihama athamire niki Ngai ule wari na atumia aya ari athire ku mama where did this God go because kuna kitu kilifanyika you are distorted separated from your God ukaondolewa kwenye misingi ambayo Mungu alikuwa ameipanga ukaingizwa kwenye misingi mipya ambayo ni ya kishetani. That is why kwa bagi yako umebeba kutoka P2, umebeba hiyo nyingine, umebeba ya pressure, umebeba ya sukari, umebeba ya mgongo, umebeba ya nywele, umebeba ya macho, umebeba kila kitu kwenye bagi yako. Kifeti yako kiyo na gari ya mira kuiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinahari kia udhabia rurimi. Kuna matatizo. Na hilo tatizo ndilo nataka tukalizungumzia. Maana hapata kuwa, Mungu mwenyewe anasema hapata kuwa mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako. Because nchi hii imebarikiwa. Na Mungu amesema katika nchi yako hapata kuwa mtu mwenye utasa. Utasa ambao tuko nao sasa umetoka wapi? Biashara mmejaribu kuweka is not working. Watoto wenyewe umewajaribu kuwaweka hata kuwapeleka shule, hawashiki kitu. Akili zenyewe zimekuwa tasa. Mili yao, mtoto mdogo ambaye zamani wakati tumekuwa tukiwa wadogo, tulikuwa bakabule uende shule, unaenda kule kwa shamba kwanza, ukashiba mafuti. Tamatano, mutajiete shukuru. Ukiumira hwaine ninge nego kushiba mafuti make, utajiete shukuru. Kiana kiari unogekire. We mwenyewe wetekira. We mwenyewe wahota kuthigutwira mahuti ng'ombe. Mudokiota gutwira mahuti ng'ombe. Maheni manyu. Uogo ni ndege moe na wajua hapa. Na waitaga unapoe wakati na waitaga nyumbani. Mnakuaga test. Waga na wachugulia kwa bali na angalia character and behavior. Character todwa igimokete gukumahike. Ude moya gothe kamera tuthie ndina kaboride mwiteire nie ndiaga gucia njongwa ngaikara kuraihu ukerorera ukono cio nginya thaburi ndakihota kuinamirira ukamwira atiriri oya thaburi iyo uthi uhagire riko riaku ni thaburi njeru nyua
ndagitumira giki amihake muhu iguru wega ni undu wa mbiro kamenya ucio ni agwa kirathi ni wera ndatuike mukangu mugianagire nyumba kuu tondu tari na kirina gya kwimenya ajielewi. Maana nasema katika nchi yako kuna baraka. Mahali popote unaenda baraka zinakutembea na wewe. Jambo lolote unafanya baraka ziko na wewe. There is a blessing in your life. Why? Because you are connected with God. Where there is connection of God, there is favor of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why most of us here tumekuwa spiritualistic. Everything in your life is spiritual. Paka kuenda kwa kitanda ni spiritual. Kuolewa ni spiritual. Kulima ni spiritual. Yaani watu wanaishi dunia hii lakini wanakaa ni kama wanakaa mbinguni. Why? Because everything has failed in your life. Mataa zenu zimezimwa. Hello? Mataa zimezimwa. That is why Gidari, you are struggling. That is why you are trying to do connection and the connections are not coming. Why? Because there is something that is happening in your life that is not usual. Kuna milango imefungwa. Kuna mipango ya shetani katika imevuruga. Kuna mipango ya binadamu imevuruga mpango wa Mungu ulio ndani yako. And that is a problem, because most of us are not suffering because we are not a blessed people. We are suffering because there is a challenge. And this challenge has disconnected you from the godliness, from the love of God, has disconnected you from the blessings of God, because it is just simple. I will bless your land, I will bless your water, I will bless your food. When God says I will bless your food, it means hautakosa kazi, hautakosa. Meaning, because food comes out of the work you are doing. So if God says I will bless the food, that your basket always will be full, it means you will always find a job to do for your basket to be full. God does not give you the end result. God gives you a process where to go. Anakuambia nitakupatia kiti. Hakupatiangi kiti, anakupatia forest ya miti. Uende ukate miti uchomoe kiti hapo ndani. Meaning, akikwambia nitakupatia kiti, hata miti atakupatia kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipowaambia wana wa Israeli, katika nchi hiyo mnaenda iko na asali na maziwa na nini? Na nyama. Sasa hiyo nyama ilikuwa inachunwa juu ya miti, aliwaambia huko mpaka ng'ombe ziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia kuna maziwa, kwa hivyo kuambia mpaka huko kuna nini? Kuna ng'ombe. Akawaambia kuna asali, akaambia mpaka huko kuna nyuki. Ni watu wamebarikiwa, ni ardhi imebarikiwa, iko na baraka. Kule unaenda kuna baraka. So ukiwa maisha yako yamekwama, kuna kitu kimekwamisha, na kile kitu kimekwamisha na ni kitu ambacho kimekukosanisha na Mungu. Maana Mungu the provider, Mungu God is the service provider, and you are the user, the end user. Meaning in between the service provider and the end of it there is a problem. Wala aliye hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliye tasa, kumaanisha kama mumeharibu mimba ndio sababu mko na shida. Kama mumeharibu mimba ndio kwa sababu mko na shida. Wale wanaume kama sisi ambao tunanyonga nini mange. Halo. Wale watu wa kunyonga mange, inua mkono. Mange. Mimi nilinyonga. Inua tu mkono kama umewahi kunyonga mange. Si sasa hapo mbele. Mange. Inua mkono, si wewe uliniambia juzi uninyonga mange. Yes, na nani mwingine wanyanga kunyonga mange? Tuko ni sisi tu wawili. Mimi nimenyonga mange kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm counted as one of the killers. Maana kufanya masturbation ilifanya mtoto wa Juda auliwe na Mungu. Kumwaga mbegu chini. Wale mnaambiaga watu bwaga mbegu chini, ni kifo mnapatia huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanaume wengine wale tunatumia vikaratasi, ni vizuri kutumia, msikose kutumia, lakini hizo vikaratasi unapeleka, inaenda inatupwa kwa takataka. Ikitupwa kwa takataka, hujui ni nani anabeba hiyo bego anapeleka.
Kuna mganga anakuaga hapa Limuru, mnamjua wale wameenda kwa waganga. Kuna mganga hapa anaambiaga nenda ulale na mwanaume huyo. Maana sasa tuseme huyu ni girlfriend yangu ama ni mke wangu. Anakuja tunalala naye, alafu namwambia ujipaguse na suruali yako uniletee. Kutoka hapo kimwanaume kizida mama kwenda kuikia mama. Kwa sababu ameenda amechukua bego amekufunga nayo. Sasa zile mbego zenu mmetupa kule na makaratasi. Unajua zinabebwa na nani? Tukiwa kule upande wa City Stadium, kuna vijana walikuwaga kwa roundabout pale. Kazi yao ilikuwa kuokota hizi vitu mnawekaga huko. Naitwa sodo. Ni sodo. Sodo. Zile zimetumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao vijana machokora walikuwa kwa hiyo roundabout. Kazi yao ni kuzunguka wakiokota hizo mavitu. Zile zimetumika. Ati kuna gari ya Range Rover. Na tulikaa usiku tukangojea mpaka tukaona hiyo gari ya Range Rover imekuja. Na mwenye hiyo gari nimetrace nikamkuta naishi Ruda. Na kazi yake ni kuuza sodo ambayo imetumika. Sasa ni nani huyu ananunuaga sodo imetumika? Na ndio ipatie mpaka pesa ya kununua Range Rover. Kwani ni kafara gani hii? Alafu unakuta kule mmeweka vibuyu kwa choo, mnatoa unaweka. Wale wanatoa, yes, kampuni nzuri zifanye kazi maana ni usafi. Lakini wale ambao wanaenda kutupa, unawajua ni wa dini gani? Unawajua ni wa dini gani? Ndio achukue hiyo kitu yako na iko fresh maana imewekwa kwa mtungi mzuri na imeandikwa jina. Alafu unawalipa kuchukua hiyo kitu yako wanaenda nayo. Matwara gako. Niwe niaka ni dhakariko. Sisemi ni vibaya, maana ni usafi. It is hygienic. Maana naona madaktari hapa wameanza kuniangalia macho baya baya. It is hygienic. But spiritually, where are they taken? Do you know where they are taken? Because I was really shocked. Wakati niliona hawa vijana, nikawauliza, what do you do? How do you make your money? Wakatuambia sisi kazi yetu ni kuokota hizo. Na wakatuuliza kama hicho yetu, ndio wajue kuingia kanisa yetu. Walikuwa wamekuja choo. Sasa akiingia choo ya wanawake nikamwambia ni hapa. Yeye alikuwa anataka kuingia choo ya wanawake angalie kama hiyo buyu iko. Ndio achukue. Maana ni pesa. Na walikuwa nalipwa akikusanya 20 anapatiwa shilingi 1000. So who is this paying 1000 because of a waste? And why are they paying 1000 because of waste? Na hiyo ndio maneno tunaangalia. Kwa hivyo kuna kitu kinatumika katika kufuga, alafu unaanza kulia kidogo kidogo ndio hiyo unasikia uko na ngoja ya kansa. Kidogo kidogo ndio hiyo unasikia kuna tatizo hili. Kidogo kidogo ndio hiyo maana walitaka damu. Na damu hiyo ndio imebeba mbegu yako, maana imetoka kwa mbegu. Alafu nikawauliza na kondomu unachukuaga? Yes, kwanza kondomu tunauzaga bei kali. Kwa nini? Ziko na mbegu hapo ndani. Na wanatuambiaga tuangalie zile ziko na kitu ndani. Wale wako inange hapa wanakuambia leta niende nikakutupie. Bwana Yesu asifiwe sana. Utatumia, lakini wanakuambia lehe gago tere. Kumbe kuna mahali wanapelekanga. Kuna msichana tulikuwa naye hapa. Na akatuambia kuna mdozi anakujaga kuchukua hizo bego maana ndizo wanazitumia kule baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is a challenge in your life. There is a difficult, there is a problem that is affecting you. Ndio nakuta kimwanaume kimzima kimeanza hakifanyi chochote. No gas. Mwadhani yagosho. Unaanza kuuliza mudhuri wako aneke akile no. Bego yake ya hilo. Na kiu nikyo mena fatana kio. That is all what they need. Your seed. Watu wa Freemason, what they are looking, your seed. Wakichukua ya mwanamke, wachukue ya mwanaume, basi wanatosheka. Kwa mganga unahitaji tu hiyo. Mimi nishaenda kwa mganga najua what they do. Wanahitaji msichana amejipagusa na hiyo na anabeba mizuri na ipaki vizuri anakibisha huko kabla haijakauka. Anaenda anaizungumzia maana hiyo ndio bego. Hiyo ndio kitu kile kimekufanya ukuwe mhai. Hako ka kitu unaonaga. Kumaanisha there is a problem in your life. Kuna tatizo ambalo lazima stop being spiritualistic. Tukue realistic. Wakristo shukeni, umai kule matu igoro tukwanyu. Shukeni, teremukeni hapa tukae hapa. Tuulizane maswali. Nyinyi wote mnakaa biguni mpaka mmejisahau.
Na mbegu zenu ni kutumiwa, zinatumiwa kwa waganga na wachawi na watu wa Freemason. Na mnasema nyinyi ni wasafi sana. Yes, ni vizuri, umesafi, umepagusa, umetoa, umejipagusa msuri, but imeenda wapi? Umeenda kufanyiwa kazi gani? Shukeni Wakristo, abai mutige kule matu iguru. Hakuna bikuni, tunaenda huko hakuna. Yohana alisema niliona Yerusalemu ikifanya nini? Sasa iliteremka ikaenda wapi? Nikaona bigu mpya na nini? Na dunia mpya. Kwani dunia ilikuwa inatengenezwa wanyama? Hii dunia mpya ilitengenezwa ni ya wanyama. Mutige oli mumo haruke twabe twalie cia gukuthi. Jesu agoka ni agatwira tuthie kuria tugathie. Ndiangalia majoka. Uguo na niguo ndihariirie. Kuria gutire kundu. Yesu mwenyewe alituambia, "Ithe witũ rĩ igũrũ, uthamaki waku wĩkagwo kũ?" Rĩu twambe tukwire hau, tusimamie tu hapo, tukalilie hapo. Uthamaki waku wĩkagwo atĩa? O tũrĩa kũu igũrũ gwĩkagwo gũkũ wĩkagwo. Sasa tukwamilie tu hapo. Story nyingine wacha kwenda. Ikifika wakati wa kwenda, hiyo basi ikikuja, tutaambiwa, tutapigiwa simu tuambiwe kuna basi ya mbinguni imefika. Lakini kwa sababu hapa tuko hapa, basi ya dunia ndio iko, tuko kwa ndani ya basi ya dunia. Tukae hapa ndio tufikirie kama watu. Na tukae kama watu wa dunia hii. Na tujue ya kwamba Mungu, ile vitu zote Mungu alipatia katika kitabu cha Genesis, it is materialistic, not spiritualistic. Hakuna spiritual. Alitupatia ng'ombe, si spiritual. Akatupatia busi, si spiritual. Akatupatia shamba, si spiritual. There is nothing that God gave us that is spiritual. Ama kunayo? Kunayo. Everything that was given to us, akatupatia nyumba hii ni spiritual. Hiyo nguo umevaa ni spiritual. Karato kauwekete ni spiritual. Mutumia waku ule tena huko hikia ni spiritual. Holy Spirit, Holy Spirit, bring connection. No, lazima nikatie mtu mistari. No kinya kutole hado gumu munye. Yes. Kanatibu wakoro. Ruwe yari, ate marenda gukora haria na wekera haria. Ate na undu mathie bedroom, mathia gukona ni ekira Biblia haha mitwe-ini yorire na agacoka agekira nyimbo cia kugoca. Muthenya uria ngakua nigakena muno na mwe bedroom. Imagine mutitigio ri mwatumia aya. Muthenya uria ngakua na bedroom na mwe na muturume haha. Ucoke wekirite t-shirt yake andikitwo Seng'enge ni ng'ombe. Na gukomere gya kindikitwo kabakabogo. Gacoka ko hagithirwa rikira mwikira guko mutwe. Mutumia agekuhingurira murango aracomoka gukona tari skitoniera okaokwariria na muthuri okanogete arutete kibarua amepigwa na huko ametukana na muhindi amechoka anafikiria na kuja kuambia hi darling na kuja na t-shirt arabure araigwa nyumba ne muthenya uria ngakua nigakena muno. Jojo, era ndo aya matige wana. Adege. Stop living in the spirit. Live in the material. Have connection in the spirit. Connect with your God in the spirit. But living on earth, live like a human being. That is why you are called human beings. Ndio upate kupanda, upate kuishi katika dunia hii kwa mapenzi ya Mungu. Maana Deuteronomy 28 inasema kuna baraka imetupatia. Ati utabarikiwa ukienda na utabarikiwa ukirudi. Nitabariki kikapu chako, nitabariki store zako, nitabariki watoto wako, nitabariki mashamba yako, nitabariki ng'ombe zako. These were given to us by God. Uragicoka citige guku uratigira u. Nikiorona mutire ona nguku. Muria matumbe ma ruhuho. Rĩrĩa wagirwo nĩ kũingĩra kĩaga ũcomoreka gũkũ.
ate ndo handete nginya thukuma mukebe-ini buroti yo kombore kana ingihanda kwa mikebe-ini nginya gitunguru no uteng'erire nduko kagure tondu uyu wa matu-ini hapo joke uga kumite muno kumite ku tathie Dubai nu kwenda kurihira tigiti athie Dubai dio carie passport yoke ngurihire kago ucithi ucere tu ucoke uthi wone ni muthanga manyita no ni mariaga wega gukira. For only 50 years they have made this world, Dubai, the best place on earth. Wamejenga manyumba na ile mchanga imepandwa maua kwa barabara zote imetoka Kenya. Zile busi zote wanakula kwa huko supermarket zote, busi zote zimetoka Kenya. Na wanakula vizuri maana hawana shamba ya kulima. Madiaga wanaendaga huko kwa desert kuendesha magari, zinaenda hivi. Nilibebwa siku moja karibu ni haribu gari ya wenyewe. Maana huyo mtu anapeleka tena teremsha. Unaona gari imekaa hivi, ni kama inaenda hivi mpaka unaharibu suruali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wale walielewa jinsi ya kuishi, jinsi ya kupambana na laana za kifamilia, jinsi ya kupambana na vitu ambavyo vinaweza kuwazuia. Maana they understood. Huko Dubai there are only 50 years. Dubai kutengenezeka, imetengenezeka na 50 years. Kenya tuko na 60 years ili tangu uhuru. Na bado huko tulikuwa hapo beleni. But we are still crying. Ile mchaga iko Israeli, imepanda nyanya Israeli, imetoka Kenya. Ile mchaga imepaga machungwa, yote machungwa ya Israeli imetoka Kenya. Ile kampuni ilikuwa inaitwa Sorobonea, ilijenga barabara ikabeba mchaga ikapeleka huko. Wale wanatuuzia machungwa ile unaonaga msuri imetoka Israeli. Lakini mchaga ni ya nani? Ni ya Kenya. Sasa unashindwa, wale Israeli ndio Bible imetoka huko. Bible imetoka Israeli. Wao walikuja kuchukua mchaga wakalime. Na wewe unataka kwenda bikuni uache mchaga. Sasa ni nani anatumia akili? Tuseme tu kweli. Ndio unatumia akili hapo. Mami, wewe kwa sababu umesoma, umeenda shule. Sasa Uisraeli alichota mchaga akapeleka kupanda managu. Si ndio? Na wewe unataka kwenda bikuni. Sasa na mwenye kukuletea hii neno ya kwenda bikuni ni yeye anachota mchaga. Wachana na hiyo. Ni yeye kuchota mchaga. Sasa wewe na yeye nani yako na akili mzuri? Basi. Biblia imetoka huko. Huyo mtu amekuja amekufundisha Biblia, lakini hakukufundisha ukue mjinga. Alikufundisha ukae dunia hii kwa mapenzi ya Mungu na ukae jinsi Mungu anataka. You live godly. Living godly is being productive. He said so. Akawaambia, and he blessed them. Na akawaambia, be productive and multiply. Wale walielewa the secret. Wakajua kule ni kuwa productive. Kuwa productive, wakaangalia shamba yao, wakaona haina mchanga, wakaona ni mawe matupu. Wakasema tutafanya nini? We will go to Kenya because Kenya is a brother to them. Najua ndio walijenga hii nyumba. Hii nyumba ilijengwa na 1930 kwa sababu walikuwa wanataka kuja kukaa Kenya. Mnajua hivyo? Yeah? Israeli nimeda au kawe kala Kenya? Adhuri ndo ni mukio. Yeah? Israeli nimeda au kawe kala Kenya? Ni kwali mufango Israeli moke Kenya? Before they went kule walikuwa napatiwa hapa, ndio walijenga hii nyumba, ile nyumba na ile KPC. Hizi zote nyumba unaona zinafanana, zilijengwa na Muisraeli, maana alikuwa anatengeneza magala ya kuweka chakula. 1930 walikuwa wanapatiwa shamba kutoka Nakuru mpaka Kitale. That is where they were to build Israel. Lakini Muingereza akakataa, akasema waende kule. Mulijua hiyo historia? Basi na wakro kinya ya mamure heire kigo mutio irugano rwao ri. Muthiaga ku. Maana mwenye alikufundisha mambo ya Biblia haujui mpaka historia yake hata kadogo. Uthiaga ku. Na ndio na wadekete kile bagi yako Israeli sidonyo. Where are you going? Mokorino. Muthiaga ku mukina Israeli sidonyo.
hamjui historia yao. Ni Wayahudi, hamjui, they don't understand, you don't. Lakini ukienda kwao, they know there is a Kikuyu, wanajua kuna Mjaruo, wanajua barabara zote za Kenya, maana katika barabara zote za Kenya ndio walichimba, most of the roads za Kenya ndio walijenga, ndio wapate mchanga ya kwenda kulima kwao. Wakajenga mpaka mahospitali, wakajenga manyumba ndio wapate chakula. Walijua I have a connection with God. I don't bother hata kama niko shamba yangu iko juu ya mawe, iko juu ya mchangwe, I don't bother, I have God. Na akauliza Mungu, where do I get the soil? Mungu akamwambia, nendeni Kenya mkalime, na mkilima huko chukua mchanga lete huko, enda mkafanya dumping kwenu. Uli akathi iguru, wako ni kurathi iguru, akathi iguru na matunda make na nyanya ciake, ataenda juu na development, the most developed country in the world, which was started in 1948. The entire economy of the world is run by the Jews. The entire economy ya dunia mzima, all the major media stations ni za Wayahudi. Wakati kulikuwa na ile America ile ilikuwa September 11, that building, that is where they were living, but nobody died inside there. They had an information prior. Walitoka wote. They have the best knowledge, the best technology, the best army, the best. Mpaka wametufunga macho. Kila mtu kisikia Israeli inaguswa, wanasema waue watu. Saizi wanaua watu kule Gaza, wanaua watu wengine. Hatusemi ni human right, kwa sababu ni watu wa Mungu. Walituhusia kasuba mzuri, na wakasema, wakasimama na Mungu wao. Wanapiga Waarabu kule, na tunaendelea kusema. Lakini Kenya ikapiga Somalia hapa, utaona Amerika zote ziko hapa. Utaona dunia mzima iko hapa kuja kusema tumeingililia. Saddam Hussein alipiga Mwarabu mwenzake, aliuliwa. Lakini Israel kule wanagoga saizi watu, wanagoga mabomu, wameua mpaka watu Iran. Nobody is talking. Why? Because they have a God. Na huyo Mungu wao walimheshimisha, walimwabudu, na wakampatia nguvu. Hakuna magonjwa. The best hospitals ziko Israel, the best schools ziko Israel, the best farming technologies in the world ziko Israel, and it's a country that was founded in 1948. Bwana Yesu asifiwe sana. Who did they? Walipushi nani? Walipushi Mungu wao. Wewe Mungu wako ni nani? Ngai wako ni uliku? Ucio utatumaga nginya urie tuirio, ucio utatumaga nginya uone ha gukoma, urakoma maratathi-ini, nduri ha gukoma, na urauga wina ngai uriku? Ni Mungu gani uko naye? Ucio ukoragwo gite-ini ukiria thina ati ona kuria uguo ri ngai aria gite-ini, gite kiriku? Na Mungu gani huyu anaweza kuwa amekuangalia hivi unakufa mwaka mzima, ukakuwa nengara mpaka mgogo, nyama zinashikana na mifupa huko, mpaka ukitembea unatembea ni kama mtu amechokwa, kuna shida. Mungu gani huyo? Mungu wa Israeli aliwapigania, Mungu wa Yakobo alimpigania, Mungu wa Abrahamu alimpigania. Alimwambia Isaka, usiende Egypt kunitia aibu, usiende Egypt. Maana Isaka alikuwa anataka kuenda Egypt, kwenda kulima huko, maana huko ndio kulikuwa na mvua, huko ndio kulikuwa na maji. Akamwambia, usiende huko, utaenda kuniweka aibu mimi Mungu wako, niko na ahadi na baba yako. Akamwambia, nende upande wa Ai. Na Ai miaka 6, kulikuwa kiangazi ya 6 years. There was no rain, there was nothing, totally nothing. Lakini alipofika huko, alienda kainua macho yake, akaambia Mungu, wewe umeniambia nirudi hapa. Akarudi kule na akaanza kulima. Watu wakamwangalia, wakaona mtu aliyekuwa na kichaa, wakamwangalia, lakini alikuwa na Mungu, Mungu wa baba yake Abrahamu. Where is your God? Ask your neighbor, where is your God? Ilifikaje mpaka umefika umedharauliwa? Umekaa mpaka slums. Watu wa mama hawa wote walibomolewa manyumba kwa sababu wamejenga, hawakupata kichembe hata kidogo cha kujenga nyumba nzuri. Walijenga kando za mito, na waliompatia pale ni chifu atioka. Where is our God? What happened between us and God that we cannot be able to live a godly manner?
Kile mwina kione kihonoko kiingi, kihonoko kihurite makonia 10, o mundu makonia 10, but nothing to show. Kihonoko gyaku ni kiagirwo gukorwo, you see, I look at you, I see your God. Where is your God? Ndakuona gujagirwo kuona Ngai wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndakuona gujagirwo kuona Ngai. Ndijukaga Islamu ngakora kanyumba ka maratathi nikuo wikaraga. Irio uriaga gathani kamwe ugeterera nginya rucio nigetha ukaria kau kandi. Where is your God? Have you ever asked yourself, where is my God? Where did you go? Ulienda safari gani? Mungu wangu wathireko. Jehoshaphat aliuliza Mungu maswali, akauliza Mungu maswali Jehoshaphat wakati walikuwa wanavamiwa na Wamoabi na Waamoni ambao walipanga kuja kuwavamia, lakini aliuliza Mungu, Mungu, si ni wewe ulituambia tusimalize hawa watu? Si ni wewe ambaye ulikuwa uliahidi rafiki yako Abrahamu ya kwamba hakuna maadui watatuvamia, hakuna maadui watatushambulia? Si ni wewe uliongea na ukatuambia tuachane na hawa watu utawashughulikia? Si ni wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu naye kwa sababu alisikia na alijua niko na ahadi na hawa watu, alimtuma nabii anaitwa Jezreel, akamwambia nenda uambie Jehoshaphat, umukae tu chini mungoje muone ushindi nitakaowaletea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakulete ushindi kwa sababu ya Jehoshaphat wala Jezreel wala kizazi ambacho kilikuwa. Alilete ushindi kwa sababu alikuwa na ahadi na baba za hawa watu. What is the promise that you have with the gods, with your fathers, the God of your fathers? What a kind of a promise. Wa baba zenu ni msingi gani waliweka katika dunia hii? Baba yako, uhuka yako ni msingi gani aliweka ambao unaweza kusimamisha leo ukasema ati ya kwamba mimi niko na Mungu ambaye ananipigania? Hakuna. Saizi mnaletewa mpox. Leitwa ni mapox. Mpox wametengeneza na wameirusha kule Congo DRC. Sasa wanataka kuilete, imeanza kuvuka. Nasikia hapa kidogo imepatikana Kenya. Because wanataka kuvuga 2025, wanataka kuvuga tena. Ndio wafanye mambo yao ya kishetani. Where is our God? Mungu wetu alienda wapi? Unasema washindwe na already imefika. Hiyo ndio ile kitu mlifundishwa. Shindwe katika jina la Yesu. Na shindwe wewe mwenyewe, umeshindwa. Wewe mwenyewe hata ujielewi, hujifahamu. Shindwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the challenge that we need to ask ourselves as a Christian family. Where are we headed? What kind of a people are we? Isaka alikuwa anaenda Egypt. Mungu akamwambia sitaki aibu mingi. Rudi. Mimi hatukukubaliana na baba yako, mtakula shida. Niliahidi baba yako ataongezeka kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa baharini. Na nikamwahidi baba yako, nikamwambia ya kwamba wakati watu kizazi chake kitainukiwa na maadui nitakisaidia. Akamwambia Isaka, rudi ukalime in the desert. Huyo mwanaume alirudi in the desert. He never had an argument with God because he knew this is the God of my father. Where is your father's God? Mwadhani ya washo. Where is your father's God? Ngai wa baba waku uri akoragwo ku, akoragwo githaka kiriku. Ukiria thina nwiraga Ngai baba, we Ngai wa baba, Ngai wa maithe maitu, Ngai ucio eko umwita ni uri wa mwita agakuigua. Kana ni athire ni akuire na baba manyu. Maana Isaac hakulima na nguvu zake. Isaac hakuvuna na nguvu zake. Alilima na kuvuna kupitia kwa nguvu ya Mungu wa baba zake. Ama baba yake Abraham. Aliita Mungu wa baba yake Abraham. Wewe Mungu wako wa baba yako, wa guka yako ako wapi? Where is the God of your father? Where is the God of your fathers?
Jehoshaphat alimkumbusha Mungu, akamuuliza, si wewe ni rafiki wa Abrahamu? Si wewe ndio ulipatia hii ardhi, ulipatia hii ardhi rafiki yako Abrahamu? Alimkumbusha. Kumbe Mungu alikuwa na rafiki anaitwa Abrahamu. Where is your friend, the friend of your father? Alienda wapi? Huyo Mungu ambaye alitumia baba yako mbegu, akalala na mama yako, ukazaliwa na haukufa, where is that God? Alienda wapi? The God of your father. Wachana na God of heaven, the God of your father, the God that made your father to be your father, the God that made your father to be successful. Baba yako alikuwa successful, alinunua shamba. Sasa nyinyi mnauliana kwa shamba baba yako, ataigaili fafa agaireo agurukia mathi yako muhoya, agurukia ngende akorire na habana na makihoya ithi akue te marori agakua ri uyu tugayane mugunda, agurukia andu. Nikamuuliza, huyu mzee alinunua shamba ama aligawa ya baba yake? Akaniambia alinunua, baba yangu alikuwa tajiri sana, akanunua shamba. Si utumie akili yako na wewe uende ununue yako. Unataka shamba ya baba yako, unaombea baba yako akufe ati ndio ugawe shamba. Sio, ni wende wasimu. That is total madness, meaning that you don't have a God, because a God is a God of your father. If you don't have your father that has a God, mina maana alitumia Mungu kununua shamba. Mungu alimpatia hekima. Kwa hivyo that God of your father mwenye alipatia baba yako hekima ndio anunue, alienda wapi? Where is the disconnect? Kabla muende bikuni, tuzungumzie Mungu ya baba yako kwanza, ama Mungu ya guka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaka akarudi kwa sababu ya Mungu wa baba yake, na akaambiwa nenda ulime, na akalima. Biblia inasema and the man became rich, and the man became wealthy. Not only rich but wealthy. Mpaka wa mfalme admired. Mfalme akasema, I want to be a worshipper of your God. An example. What kind of an example do you have? What kind of an example as a Christian? What can anybody emulate from you? Ni nini? Do you have anything to be emulated apart from poverty? I say, naongea na nyinyi. Apart from poverty, what else can we copy from you? Nikitoke kofia kuma kwaku, tiga kuhoya. Mahoya maige, magodhi matuine na poverty. Do you have anything? Hello? Do you have anything? I'm asking you. Where is the God of our fathers? Zamani hatuku, zamani makobe makagofara ini, makobe make majira ini, mavuno 10%, zile mavuno zilikuwa zinawekwa kwenye barabara. Makobe store zimewekwa kwa barabara kwa sababu ya mpita na mwenye hana chakula. Saizi hatuna hata wacha ya kuweka kwa njia yako mwenyewe. You are languishing. Where is the God of our fathers? Huyo Mungu mwenye alifanya tukue na chakula mingi, chakula ambazo zilikuwa zinakaa kwa store hazikuharibika. Tulikuwa na ng'ombe nyingi, hazikuharibika. Tulikuwa hamama hawakuwa na kunywa madawa, hata saa hii hawakunywi madawa, hawakuua watoto kwa tumbo. Where is that God? Where did he go? Huyo Mungu mwenye alikuwa na Isaka, mwenye aliambia Isaka usiende Egypt, maana niko na ahadi na baba yako ya kwamba hamutapata shida, na akaenda akalima kukiwa na desert, miaka 6 ya dryness, lakini akalima na akavuna na akatajirika. Where is that God? Huyo Mungu alienda wapi? Athireko, akuireko, tumuthikireko. Kavuli kari athikitwo ni kariko tumugire. Tuthikurie mahende make na ari maturiuki. Bago kathoreki ni marathikuria mahende ma nyatha, na ugatuika mahende ma nyatha ni marakihonia nduri. Tuthikiriukie Ngai witu. Athikiroko. Sijui kama tunaelewana. Ama niwaambie twende mbinguni.
Twende Sayuni, twende. Sayuni ni Kenya. Ile mlima iko kwa Biblia inaitwa Sayuni, ni Mount Kenya. Usidanganywe. Kama tunaendaga twende Mount Kenya. Twende Sayuni, twende Sayuni, twende Esidonyo, twende Sidonyo, twende. Wadhani ya washo. Jiulize hiyo maswali. Leo nimependa tu niwaulize tu maswali. Tuulizane tu. Jiulize, why are you poor? Where is the God of your fathers? Huyo Mungu tunahitajisha na yeye, the God of Abraham, the God of Isaac. Weke hati wa Ibrahim, kehoti wa Jacob, kehoti wa Isaac na Jacob na Ibrahim. Weke hati wa ihoti ciothe ni wendete. Ai, kata kuiguaga. Hello. Kakehotio hata kuiguaga. Ni nini? What is the disconnect? What is the disconnect? Because my God nikimuita ananiitikanga. Na my God is supposed to be available for me. Shoka tu hatire tena. Ndame andea koboa. None wotiga koboeka. Todo olimu Kenya no ginyodire. Adu agothi matuine tukomiga kado, adu ya mara tuikarani gukothe tuikarani gukothe twite Ngai twoke. Adu amatuine inyu muthi mugatemero migunda na gukuigo. Na mwakagiro kanyumba kona ini. Yakira kanyumba kona ni kuigoro. Keruruine kia muti wa moyo. Mwaturire kinya migunda kona kiguru kinya ni mwira Ngai kona tori wathie kuo ukona gakona haria kari madhani ya osho patirisheni. Let us change our mentality. Hana wakati aliomba akaona nothing is working, alibadilisha system ya maombi. Jaribu kubadilisha system ya maombi. Soma Genesis, ende usome Genesis 1 yoyote uone Mungu alitengenezea mtu wapi hapa duniani. Na akamwambia nimekupatia miti, nimekupatia wanyama, nimekupatia ndege zote ni nini? Na akamwambia subdue. Na akamwambia dominate. Na akamwambia be productive, replenish. Akamwambia nini? Multiply. Hapa tu duniani. Why are you not able? Most of you hapa naona mumekula Turuki. No kithikwa munde nie nyendete kuria ngima ya Turuki. Nie chigwaga ndati kwendete. Mutwarire mugate wone kana uri gutamburaga hau. Mutwarire migate iriria minene ya Taskis. Omutwarire muigire hau. Niko ni weigua ni ari kagui. Papi. Taikeria ngui yo ngimeo hau irikari. Niguo menyaga ni ari ngui. No ngui yo tari ku kamugate kau atari ku. Iringagwo. Igieka kaha. Ni uri ari ngwa haha kacho. Ikikugeria kucona ngima. Ngima niyo iriri ya Turuki. Mwathani yogoco. Hallelujah. Ikadamu bo wati omuthi kai. Nitira make sense. No nyona gatari mo titara make sense. Nyona gatado tajikira gathe yakwa. Am I making sense? Ni murona ta muri na kori mo gakorogo ho. Twabe ithu tigeda fare ya matuine. Tuliona Jesu. Manyita todo Jesu ndaikarire matuine ni gwikoroka kire gundu buriku. Na todo ni okire gukuri. Akiamba githia kiuga athi guthondeka wikaro. Athikia guthondeka ni agatwira. Riu atwira wikaro ni wari kari hingo twanjie thabari ya guthina ku. Kuri agatwira tuthie. No kwa kahinda gakari oya icembe thi ukarimie mabuti. Mnanisikia? Wacha kukuja hapa kudoya hapa kukati Mungu ati ni ati doka uhoere ni kudume guthukite muno ni kwanya biashara nenda ukafanya biashara. Hii mikono nitabariki kazi ya mikono yako. Wachana na mdomo ati devil is a liar. You are the liar. You are the liar. You are not living like God.
God gave us everything. He told you to be productive. He told you to multiply. He told you to replenish. He told you to dominate. He told you to subdue. Hapa dunia hii. Don't make your own kingdom that is full of poverty. A kingdom that is full of death. A kingdom that is full of hopelessness. Build a kingdom. Enoch alilaniwa lakini alijenga city inaitwa Enoch. Bado aliendelea na kazi ya Mungu hata kama alikuwa amebeba laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataraji Mungu atawasaidia. Nimukoigwa. Na hako mutiko jiwale tamaka mutikaigwa. Kama mtanisikia, mtu ametoka kwa Mungiki sasa ndiye anakuja kuambia. Kama hamtamsikia, hii ni Buddha inaongea ile ya Balaam. Kwa sababu simuke mtu koleto na nganga. Na Ezekiel na Manyuro. Wako mtu ale no ni abakasifu, ni tikomodelia kasifu. Ni oli moko koruta. Aha. Tuaege siko tutahio limo tugeitaga thi. Tutige tomboye mwega. Gwire dio kalime. Kasifu tege kuhebesha. Ateguaga kasifu ino ndakinya hade he biashara. Gegiria. Gegiria. Ate mirago ihinguke. Age makua mai. Ate akinya haria nigetha ndiarie na interviewer. Aka urere meini rwaku. Ate nigetha kiugo kiria kwaria. Mirago ihinguke. Ucio ni uguru gikande kesi ciari. Riri tukinyete hau, tukinyetio rimu hau. No, tulisane tu. Kana ndi ndamuruma. Nino kwa ndia muruma uyu. Mundekere tu. Ni ndireto ni a Christian. Ndireto kwa Mungiki ni athuri a thai ya Ngai thai ya Ngai thai. Na mai budite kurumana. Ndetaga Jesu muici wa bao. Kihe kia Maria. No riria ndahonokire ngikuro ngimenya ti kihe kia Maria ni mwana wa Ngai. Ngimenya nani kuhunjia ma uria okite gutwira. Mwathani agocwo. Tuhote gucenjia. Tuhote guikara turi andu a Ngai, turi andu athiku. Indo ici cigukuthe ciothe makari maya urona barabara ni maku. No ti maku thio ati njoke pokea gari hapo. Gutire mundu uraumire arathie arate gari. Kwe gari ya mundu mwigwite riganire bara. Na mundu rakurie gari ya probox yako ni ariganire barabara. Ndagupokea ki? Pokea gari, pokea kuna kifunguo inakuja, pokea. Iko wapi? Gari ena muhindi amegurite na hinya wa ng'ombe ya Ngai yake itagwo ng'ombe. Uthia andi yake umurute mbeca, utafute pesa, wende uchukue gari huko, umekwamure kou, umirehe thamaki-ini waku. Kana uthondeke yaku. Tene twakiririe twagithondeka ngurutuki. Twakirioge gukira andu a thiko ici. No athire na ngurutuki we. Leo yathiaga atia guthie kunyoroka munyoroko. Katogu mugathi mukaruruka nayo. Ici atene cia kiri njugi gukira andu a thiko ici. Ndakire na ngurutuki ndakomborithagia nie ndi kihi. Bwana Yesu na kalima gakwa ndathondekete haria mukaga kuhurira nyororoka na ni ndarihagia ndi kihi. Uyu muthi ndiri ona kiothi kidiri. Ingiedia nginya matumbi. Kadathirie gwathirie atia. Ni urimu uriku twekerirwo. Ni nini tuliwekwa kwa kichwa yetu? That you cannot work. That we cannot replenish. That we cannot be productive. That we cannot subdue and dominate. And we are Christian. Muhindi haha kiandarakeire muthigiti. Ile msikiti munaona ile Murang'a Road. Ile msikiti ya Wahidi. Kale kamejengwa vizuri. Iko kwa Guinness Book of Record as 7 wonders of the world. Na amejengea nini? Ng'ombe. Mungu yake ni ng'ombe iko hapo ndani. Nyinyi watu wa bikuni wa Yesu, niwaambie kesho Sunday hii tunanunua viti za kuweka hapa mbele. Hii kanisa itakuwa nusu. Mtigoka. Niwaambie tuchage, tutoe pesa. Ile sadaka mnaweza kutoa ni ka 50 kamia.
tumia 2 tumia 5 ni vizuri, but that is not your class as the children of the Most High. That is not your class. You don't belong there. Woka goko ginya oka othiginete guthigina ni ure watindo ukigiuranio ngari nene makanga na ngari cigoko barabara wagirwo gukorwo gitwarithia ngari yako. You need to drive your car. Tekuga amen. Endo utafute pesa ufanye kazi. Hapa hakuna ya amen. Endo utafute pesa ufanye kazi, utafute pesa ununue gari. Gari nunua yangu na amen. Tire amen hate. Pokea gari. Amen. Ndamurathima ni mukuge makari. Amen. Iko kitakurugama ni murugamaga. Na sadaka hiko niguo murutaga iria nyingi. Muigwete ni murekereirio ngari na migunda mukaigirira haha ciumaga kuma nginya ha mugingirona mukirekereria hakone ndirarekereria mujiza niko mucereria pastor umwe mu Nigeria okia mutunya tunya mwathani agocwo. We must change the way we are doing our things, na kama unataka kuwa rafiki yako na mfuasi wangu hapa lazima tutafute pesa. Tugathima tuiguru tu nacio tutigathi na ngari cia gukombora, tugathi na ngari citu matu-ini, na tutigathi na ngari cia matatu, tugatwarithia ngari citu matu-ini twiguriire na mbeca citu. No tituikarage haha twetereire ngari cia ngari cia neighbor ngari cia ithiramu nicio turathi nacio matu-ini kuu tukera Jesu atia. No twathi na ngari cia ithiramu tondu nicio cikihurite bara guku ri na cia rogire na cia andu a Freemason ri tugathi kwira Jesu atia ngari ici ni ciao. Tugatwarira Jesu ngari cia rogi, tugapaki compound-ini ya Jesu na ngari cia rogi. Twiyuragia ituria tunini tworimo no ni tukiuria gira guteithia tondu ni tugagithie ri kana ni cigathira maundu maguko thene magathira ngari ciothe ni igathira ku ni yakwa ndigathira mugunda wakwa nyumba yakwa njakite njega tondu no ndiramegemia na ngahanda mahua mega tondu ni kumikaranga ikara tumaisha twega guku macio mangi makwiriria tigana namo macio mangi ri makinya ni tugathi. Be productive. Do what God told you to be. Be productive. Subdue the earth. Ugai amen. Dominate the earth. Ugai amen. Be successful. Ugai amen. Radimoi. Ugai amen. Yes. Uwe ni mwedete. Ni mwarathimwo muthi. Tathi mucarie kiria kigiragia indo cioke gwaku. Tafuta tu kuna kitu. Mungu amekupatia utajiri yote ya dunia. Isaka hakuwa na ugumu wa kulima. Isaka hakuwa na ugumu wa kupata pesa. Isaka hakuwa na ugumu, kulikuwa ni dry kabisa, lakini hakuwa na ugumu maana kuna baraka ya baba yake alikuwa amebeba. Wewe baraka ya baba yako ni gani? Baraka ya Mungu wa baba yako ni gani? What is this? What are you carrying with us? Wewe nani alikwambia ukae chini? Si kuanza kazi, polisi akiingia kuta polisi wengine wamesimama, anasimama na polisi wengine. A soldier is always a soldier. Unakuja ukiwauliza kazi iko wapi? Huwezi kia kwa kazi. Simesikia? Sikuja kukaa chini. Hiyo sasa ni roho baya. Mimi sasa hiyo roho tumeizungumzia. Ikia kazini anza kufanya kazi. Maana you are a soldier. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Tujiulize. Isaka alifaulu kwa sababu Mungu ya baba yake alikuwa hai. Where is the father, God of your father? Where is he? Ndio kiuragia kiu. Ni kigiragia. Ni nini hii imenisababishia umaskini huu? Ni nini hii imesababisha mateso ambayo nayapitia? Ni nini hii inasababisha challenges ambazo niko nazo? Ni nini hii watoto wangu wote hakuna mtoto hata mmoja ambaye havuti bagi? Ni nini hii watoto wangu wameenda usherati? Kama hapa kuna mashosho wanalea watoto wa watoto wao, lakini hajui mtoto wake kule yako. Alikuja mtoto kazi yake ni kuzaa na kwenda, anazaa anaenda negua nega na mare na toshosho. Umeona siana manyi na meho kani ma kuurire Tanga. Ngide na tatu ase kodari. Na riu meja ni maigatirwo na matio kuria mathomagira. Matio thukuru.
no cionge wa yangu huko akacocwo Niĩ nake ndatigĩirwo agĩikara thĩ ona na bilioni watigĩirwo agĩikara thĩ na nginya nyina ndũmũĩ kũrĩa athire. No one. It's very painful. We are living in this world like we are aliens. Abia mwenzako lazima tubadilike. Nasema angalia mwenzako kwa macho, mwangalie kwa macho, angalianeni macho kwa macho. Mwambie lazima tubadilishe. Kuna mahali tulidanganywa. Ukristo huu kuna mahali tulidanganywa. Maana mwenye alituletea Ukristo mzungu Mwingereza ni tajiri, ndio ako na mashamba kubwa Kenya. Sasini ni zake, Kericho Tea Highlands zote ni zake. Na akatuambia mwingine ni Mkatholiki yako hapa nasema alituambia boli na ng'ombe itire fata. Ona migoda dede na fata. Kile kinafata ni lili wa Yesu. Lakini yeye ndio ako na shamba Karen nusu, half of Karen, entire Karen. Hiyo mashamba ni ya Katholiki. Ukienda pale Tigoni, half of Tigoni, the richest place, ni mashamba yote ni ya Catholic. Anauza mpaka maji, mineral water. Anauza sukuma huko Tigoni pale. Wanauza mpaka sukuma. Halo. Lakini wewe alikwambia ng'ombe na poli itire nafata. Kile kinafata ni lili wa Yesu. Yeni wendete telili uci wa Yesu. Muguda na kio kanire naguo ko. Ni twakuirwo wana. Tera mwezako ni twakuirwo wana. Caria indo urie wega, uikare wega. Utwarithie gakari kega, ukere kanyumba kega. Twakinya ni thabari ya guthima tuine tukauga ni ndiratigire nyumba njega. Ona tungithi kule utukirwo ate banga iraini ande mama na nyumba na nduri uraturaga mukomboro kabanga ku. Ukabanga ku. Ku. Kwa mukomboro. Kule turakiheo nyumba, ungiheo hata nyumba na ndurari na nyumba. Twikiraga nguo to ni twe gwikira nguo, ni twabundithirio gwikira nguo. Ndoi gutwarithia ngari na kugura iguru urenda guthi gatwarithia Mercedes. Gatwarithia ndoi gutwarithia ngari guku thi. Tikaba ugure nginya kamuithikiri ukorwo na kamuithikiri. Ukenere Ngai waku. Rathimoi na Ngai amwende. Ukirehe mbeca. Turehe biru ya nyumba. Tika itu twaragira. Tureha biru ya nyumba. Na tugaikara wega. Na mugakuaga mbeca nyingi. Nyumba ino turihaga goro. Mutinaga ithaka. Turihaga goro. Ni Ngai wakwa ndangikira thi wa kirathi kia nyumba yakwa. Na ndingemuiga kanyumba-ine ka mabati ngakome nyumba-ine ya ihiga. Nina kimundu gituigite Prado nja. Kanyumba ka mabati gaikarite hago akandikwa Jesus Manifestation Church. Anyumba ikarite atia? Ngari apakete ya milioni 2 nja. Na akomaga runda kana akomaga muthaiga kana kuria akomaga nyumba ri haga ngiri 50. No Jesu wake amutiga atu mabati-ine kanyumba gaikarite we tari kumbuka karomboka tari bat. Cio ni urimu na mwana mũru mũno. Muithiramu aka nyumba akira Ngai wake nyumba njega piu. No mugiro mwake guku. Ya nikio na ndigeragia kumwira twake. Mwatha makanitha inyuothe. Muthia akuga kuna gutire na roho. Yari kamuka kanithe twa mugacoka huko kanithe twambiriirie. Hii ni kanisa yetu. Sisi ni wazaliwa. Umurugama ina iguru. Murehe indo haha. Mundu wothe we nyumba ino wigerera kindu ha no nginya ndimubundithie gwikura na andu mekuraga na indo ciao tutiekuraga na indo ciene ni moigwa ona ko ni king'otore kana ndururu yari irima wigerera ha murugame nyuothe kila mtu na akorwo nduri sadaka weti uhoya mundu ucio mwikiranitie nake no nginya twikure tigana nacio matu marauga ati uhoro wa sadaka ngamiciekaga
Mutio kire maito. Okirai muige ha. Aho. Tei kura ni ikirai ono kone 10 shiringi imwe shiringi igere muigerere ha. Guku ti mbeca tukite gucaria. Tokire kumatha kirathimo kia Ngai. Igerera tu hau. Wale walikuwa na mchanga, leteni mchanga zenu hapa. If you had soil, wale ambao walikuwa wamesema watalete mchanga. Igerera hama, igerera hama. Unaweza na jambo lisilo ngumu na kukushinda. Yesu unaweza, 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 unaweza. Tusimame kwa miguu yetu. Hakuna jambo lililo ngumu na kukushinda. Unaweza, 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 unaweza. Hakuna jambo lililo ngumu na kukushinda.
Wamalwa. Wamalwa. Utukuzwe, 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 utukuzwe. Asante sana. Kila mtu amepata kakitu kake. Sasa nataka mkuje. Ni nani atakuja? Utuombe maombi ya kubarikisha. Wale wametoa hiyo chakula mmebeba. Msemo mmoja akuje. Msemo mwenye anajua kuomba vizuri, ukuje ubariki hawa watu wametoa. Kwa sababu wametoa wanataka baraka. Na nahitaji msemo mmoja mwenye anajua kuomba. Mzee mmoja mwenye anajua kuomba, kuja hapa kama unajua kuomba. Si ukuje mzee. Rekei tuhoe. Awa muthingu we iguru muno waigire tugwitage Jehova munene waita niwe tweta haha thaa-ini no nigetha baba uturathime na ugiturathima baba ri mbere tukuga ni ngatho na muhera ni undu niwitikirite tukorwo giikaro-ini giki niwitikirite gutucokaniriria hamwe nitwagatha ritwa riaku nitwacokia ngatho nitwaiga wi wa mana wi wa kihoto we nitwagutua Ngai witu na riu twaguthaitha ota uria uturaga muoyo ona ningi ta uria muruguo Jesu Kristo aturaga muoyo ri tuiguire tha uturekere mehia na thahu na mahitia tondu turi ohia ona turi mbere yaku twaguthaitha turekere tutherie tutuike atheru tondu wi mutheru o muthingu we niwe werire Musa ndungata yaku ere ciana cia Isiraeli cietherie nigetha atume cietikirike ni ciana cia Misiri imanengere indo ni undu ucio baba twaguthaitha giikaro giki ni twaguthaitha utherie giikaro giki na aria mekuo na kio kirindi giothe kirehe indo giikaro giki nigetha kiugo kia Ngai gikinye uria keririo ni Ngai akira Musa awa muthingu twaguthaitha ndugatutiganirie na ndukarakare ni mehia maitu tutherie tutuike atheru tondu wi mutheru awa muthingu twaguthaitha twerekerie na njira ciaku iria ciama na cio thingu nigetha twagirire mbere yaku awa muthingu ni tweyohania nawe ni twetiganiria hariwe wike uria ukwenda na ithui na riu baba tungikorwo twe handu tuogomete ri tuogomore hangikorwo handu twikarite uru ri tuthondeke ni undu wi wa mana wi wa kihoto awa muthingu twaguthaitha ndugaturekererie mucukani ona ningi itaria mucukani ri riria riititwo nigetha rigiande na miri itu na meciria maitu na ngoro citu ri twaguthaitha riothe rimomoke na rihotwo thiini wa ritwa ria Jesu ni twaguthaitha angekorwo baba no twitikirike ni we turathime twikurukirie riri waku wega waku no tugi waku na ugi waku na thayo waku nicio twetia giti-ini giaku gio thamaki we uturaga tene na tene we wonirwo ni ndungata yaku Daudi ati we iguru muno ri niwe twathaitha tutiguthaitha tukai turia twiriera-ini twathaitha we iguru muno toguo wonirwo ni ndungata yaku Daudi nigetha baba utweke maundu maria mega maini no thingu waku na tugutukie mwana tukagia ithe tukwenda gugutukia nigetha baba twagwitwo gatwitika titukuhoyage baba tuligacoka kuona tuhu baba ni twareka kuhoya Ngai tuhu tukwenda tukuhoyage we uiguaga no kahingia nigetha riri waku na ugi waku no tauku waku itwaranage na ithui na nituguthaitha baba utuhumbe riri wa mboto cia raika aria maretwaranaga na ithui nigetha tumenyekage turi aku kuna ni twaguthaitha twonokie kwi ngai cia nduriri tweheranirie na ngai cia nduriri twamuranie na ngai cia nduriri nigetha baba tutuike angai waku kuna tondu niwe watumbire we wetirwo Ngai wa Kirinyaga ni Agikuyu
na Israeli ugitwa Jehova munene wa ita twagweta Jehova munene wa ita togu wetirwo Israeli twagweta Ngai wa Kirinyaga togu wetirwo ni Gikuyu weteke nigetha baba utwike maundu ma utugi maundu mothe twamarekereria hariwe twerekereria hariwe ikore ukwenda na ithui na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani na muhonokia wa maroho maitu twakuhoya na ninge twacokia ngatho. Amen. Amen. Tumpigieni Yesu makofi. Asante sana, asante sana. Si kazi imeisha hiyo. Haya. Sasa tukae chini. Ningetaka kumwambia mwezi wa 10 tarehe 5 na I think tarehe 6 hapo. Hiyo Friday na Saturday na Sunday tutakuwa na crusade kule Nikorokosho ama ni Kariobaki Baba Do. Sasa kwa hivyo mnajua tukitangaza hivyo tunasemanga ni pesa tunataka, si ndio? Sasa mtarudi kwa mifuko yenu muanze kujitayarisha. Wale wangetaka kusupport hiyo crusade ni gharama kubwa, inachukuaga 1 million kwenda juu, matagaso, waibaji, transport, vitu nyingi. Ndio naonaga ninawaambia tusaidie tuweze kuhubiri Mungu huyu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ningetaka wale ambao wangetaka kuanza kusupport hiyo crusade msimame juu. Wale unasikia ningetaka kusupport watu waokoke. Kwa sababu crusade ni kwenda kuhubiria walevi, watu wabaki, waizi wote wabadilike, mogeke, mahali shababu wote waokoke. Si mnaona hii mogeke inahubiria vizuri sana. Forma mogeke. Simama basi tuende tukatafute forma mogeke zingine. Kama unasikia uko na upendo ya kusupport crusade na pesa yako, simama. Kido kiururu ni mundu wa kwambia kurugamani wako na thina. Yesu ule amesimama, mwingine simama. Mwingine simama. Mwenye uko na pesa twake unataka kutoa kutoka shilingi 1,000 mpaka milioni 1. Simameni. Memo kaini na mwisho dhireria. Na nalirikana na kuheta kedo. Wacha tuone sasa. Idari simama. Simama. Hata kama ni 200 itatosha, itasaidia. Simameni kabisa. Simameni. Nataka niwafungulishie milango hiyo ndio mkienda msipatane na mikosi ya kuwazuia. Simameni tu, simameni tu. Najua mko wengi, simameni tu. Simama. Wacha kuogopa ati usionwe ulisimama. Mtu anajua anapenda kazi ya evangelism ya kwenda kutafuta watu wajaokoka huko nje. Simama. Simama tu. Najua kuna watu wengine wanajifanyaga wanaenda biguni. Ukiambia tuweza kazi ya kwenda biguni wanakupiga kona mbili. Yes, good. Inua tu mikono yenu juu. Baba, asante kwa upendo wako. Asante kwa watu hawa ambao wamesimama. Wamesema wangetaka kuendeleza ufalme wako. Wangetaka kuendeleza kazi yako. Wangetaka kwenda kuvunja ufalme wa shetani kule nje. Pia hivyo ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Wasipatane na ufalme huo ukijaribu kupigana na wao, wasiende kuuvunja. Niwapatia neema na watakapo kwenda kutafuta hela ama vitu ambavyo vitasaidia katika kuendeleza hiyo kazi, uwabariki. Wafungulie milango yao, wafungulie dirisha zao, waelekeze mahali wataenda wapate hizo vitu, pesa na kila kitu ambacho kitahitajika uwapatie. Ndipo siku ya Jumapili ama siku ile utawawezesha wakalete ndio tuanze mipango hiyo. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. So nyinyi ambao mmeinua mikono, baadaye tukutane na nyinyi wapi? Huko nyuma. Baadaye ndio tuchukue majina yenu, niendelee kuombea. Msipatane.